ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر بر الوالدين وجعل ذلك سببا للرحمة والمغفرة، وأوصى بالإحسان إليهما بعد عبادته. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. عباد الله، enyi waja Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhusieni nami kuhusu nafsi yangu juu ya masala mazima ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamepata faulu wale ambao wenye kushikamana kisawasawa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika ila lahdha basita kwenye kijikao hiki kidogo, tukumbushane kwanza fadhila za wazazi wawili. Wengi katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wamesahau swala la kuwatendea wema wazazi wawili, na mpaka leo tuwaona haya ambayo yatokea katika ulimwengu juu ya kuweza kuwaasi wazazi wawili, na wakati mwingine laana zatokea katika dunia hii, migogoro ya hapa na pale. Chanzo kikubwa ni kuweza kuwaasi wazazi wawili. Hawa wazazi wawili wana nafasi kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, bal min a'zami fardhin allati hathana Allah 'alayha, bali kuwatendea wema wazazi wawili ni katika jambo kubwa la lazima ambalo Allah amewahusia waja wake. Bali wa akramna biha, bali katika rahma za Allah kutukilia sisi wanadamu ni kutujalia kuwa na wazazi ambao wazazi hao ni baba na mama. Walidhalika tabarru alayhima, tutende wema kwa wazazi hao wawili, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala shawaheshimisha hao tena wazazi. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil, juu ya suala zima la kuwatendea wema wazazi wawili, Allah tukumbusha ndani ya Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah sema ashahukumu tiyali, ashapitisha hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, ashapitisha Mola wako mtukufu, hakuna wa kuabudiwe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kadhalika wazazi wawili tuwatende wema. Faman lahu abi wa ummi, kula ambaye yuko na baba na mama, wajibun alayhi, ni lazima kwake yeye kuweza kuwatendea wema hawa wazazi wawili, kwa sababu Allah ameweka muqarana bainahu wa baina birrul walidain, baina yake yeye pamoja na kuwatendea wema wazazi wawili. Baada ya kumfanyia Allah ibada kisawasawa na pakakosekana kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, jambo lenye lafatia kwa mujibu wa Qur'an ni kuweza kuwatendea wema wazazi wawili. Lakini pia imekuja katika riwaya ambayo imekuja katika aya ambayo Allah sema, ikiwa ni sehemu ya wasia au wasia waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, katika aya hiyo ambayo tumeisoma mwanzo, qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa fil aya al-karima, katika aya hii ambayo ni tukufu, jaa al-wasiyatan 'azimatan nabawiyatan akidatan, umekuja wasia ambao ni wa muhimu, wasia ambao ni wa kitauhid. Baada amru bil ibada, baada Allah kuamrisha waja wake wafanye ibada mubashara, moja kwa moja, limekuja jambo la pili, libayani adhimi sha'ni alwalidain 'inda Allah, ni kuweka wazi lengo la utukufu la wazazi wawili kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaheshimisha wazazi wawili, mimi na wewe ni nani mpaka tuwadogeshe wazazi wawili? Mimi na wewe ni nani mpaka tuwasahau wazazi wawili? Mimi na wewe ni nani? Mimi na wewe ni nani? Mimi na wewe ni nani mpaka tuadhiriwe hawa wazazi wawili? Anusitum qawla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mmesahau maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ridha Allahi fi ridha alwalidain wa sakhati Allahi fi sakhati alwalidain. Radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziko pamoja na radhi za wazazi wawili, bali kadhalika chuki za Allah subhanahu wa ta'ala ziko pamoja na chuki za wazazi wawili.
tunapomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na tukamtendea wema Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tukawaasi wazazi wawili, tukawaona si lolote si chochote katika mgongo huu wa ardhi, basi tujue kwamba haya yote ni sawa na bure, maadamu hatujawatii wazazi wawili na kuwatendea wema. Lakini pia nini maana ya kuwatendea wema wazazi wawili? Maana birrul walidain, maana ya kuwatendea wema wazazi wawili. Qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alayhi, asema Imam Ibn Kathir, birrul walidain al-ihsanu ilayhima. Jambo la kwanza tuseme fulani watendea wema wazazi wawili ni ile hali ya kuweza kuwatendea wema wazazi wawili. Wazazi wawili kuwatendea wema, na ule wema ambao tuwatendea wazazi wawili haimaanishi kwamba ndo malipo yao tushawalipa. La, ma min ahadin, hakuna yeyote min ibadillah, katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, yumkinu alayhi ay yujzi abi au ummi, weza kumlipa babia au mamie. Hakuna yeyote katika waja wa Allah ambaye yuweza kufanya jambo kama hilo. Kwa hiyo tuwafanyie wema wazazi wawili kama venye atuelekeza Ibn Kathiri, huyu mwanachuoni mkubwa. Lakini pia bilqawli wa fi'lin, iwe ni sehemu ya mazungumzo, basi tuzungumze maneno mazuri baina yetu sisi wazazi wawili. Kwa maana Allah akatuambia katika Qur'an, wahfidh lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, kwamba tuwatandikie bawa la huruma hawa wazazi wawili, kisha tumwambie ya Rabbi, wahurumie hawa wazazi wangu wawili kama venye walivyonihurumia mimi nikiwa mdogo. Hawakushinda wazazi wawili kututupa kwenye madampo, hawakushindwa kutuua, hawakushindwa kutunyongea ndani ya tumbo lake mama yetu, hawakushindwa, isipokuwa wema wao wakatulea, wakadhurika, hawakulala, wakasafaraja. Lengo mimi na wewe tuweze kuwa ni watu ambao wenye heshima katika dunia hii. Leo wema tumeweka wapi? Hawajui hawa wazazi wawili. Lakini pia wafi'li, na vitendo. Umejaliwa chochote katika riziki, watendee wema wazazi wawili. Kuna wakati fulani babio na mamio walikosa chakula, lakini walikuwa radhi wao wafanye namna moja au nyingine waweze kula, wafanye namna moja au nyingine waweze kuvaa, wafanye namna moja au nyingine uweze kwenda skuli usome. Lakini haya yote tumeyasahau. Ayuha al-abdi, ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tadhakkar inna abi wa ummi, kumbuka hakika baba na mama wao walihangaika huku na kule kulisha, kuvisha watoto zaidi ya 3 4. Lakini leo hii mtoto mmoja wewe na ndugu zako katika damu hao, mwashindwa vipi kuweza kumlea baba pamoja na mama? Inashindwa vipi kuweza kumsaidia baba na mama? Fama al-su'al, fama al-jawab idha su'ilna illa Allah bihadha al-fi'l, bihadhihi al-af'al allati na'maluha al-an. Je, ni majibu gani tutamjibu Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa matendo yetu ambayo tunafanya leo hii katika dunia haya, na tukasahau kwamba aljazaa min jinsi al-amal, malipo kutokana na matendo ambayo tumeyafanya. Ikiwa leo kumfanyia hivi baba yako wewe, wamfanyia hivi mama yako wewe, wamfanyia hivi, je, hawa ambao tunawazaa leo kutoka kwenye matumbo yetu, kutoka kwenye vifua vyetu, utakuja kumwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Hawa vizazi, hawa watoto ambao tunawazaa leo sisi, watakuja kututetea nini? Kama ambavyo tunawafanyia wazazi wetu leo hii, hivyo hivyo nasi tutakuja kufanyiwa kwa baadaye. Aljazaa min jinsi al-amal, matendo ni kutokamana na vile ambavyo tulivyofanya. Ndugu zangu katika imani, wada'atuhuma fil ma'ruf, lakini pia takikana tuwape heshima, tuwasikize wazazi wetu katika masala ya kheri. Maadamu mzazi haja kuamrisha ubaya kumasi Allah subhanahu, wajibun alayka an tuti'uhu, basi ni lazima kwako wewe kuweza kumtii huyo mzazi. Wabil i'tina'u bihima fi sihhati wal maradi, lakini pia kuwachukulia uangalizi baba na mama, tuwachukulie uangalizi wa hali ya juu wakati wao wakiwa na afya ambayo ni nzuri, na wakati wao watakapokuwa katika hali ya magonjwa, tuweze kuwachukulia umuhimu, tahadhari, umakini, kama vile ambavyo tulichukulia umakini katika udogo wetu. Tulivyokuwa ni wagonjwa, tulivyokuwa na furaha, tuliishi nao kwa wema katika hali kama hiyo. Lengo wewe uwe na furaha mwana wa hao wazazi wawili wakati huo. Leo sasa, mbona matendo yanakuwa kinyume na vile ambavyo walitufanyia wao hao wazazi wawili? Lakini pia tunapozungumza kuwafanyia wema wazazi wawili, usisahau ya kwamba jambo hili ni jambo ambalo ni jambo ambalo lina umuhimu mkubwa
katika maisha ya kila mmoja, katika kila wakati, kwa sababu itafikia muda neema hii ya wazazi wawili hatakuwa nayo tena. Ndugu zangu Waislamu, min fawaidi birrul walidain, lakini pia katika kuwatendea wema wazazi wawili kuna faida kubwa ambazo tunazipata. Kuwatendea wema wazazi wawili kuna faida za aina moja au nyingine tunazipata. Kuwatendea wema wazazi wawili kuna faida za kidunia na faida za kiakhira tunazipata katika maisha ya dunia ya Uislamu. Kwa hiyo unapofanya wema kwa mzazi, ujue kwamba hilo haliondoki hivi hivi, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa vile ambavyo ulivyoweza kumtendea mzazi wako. Alula, faida ya kwanza kumtendea wema mzazi, aridha Allah, ridha Allah. Jambo la kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala atakuridhia. Wa fataha abwaba rahmatih, na Allah subhanahu wa ta'ala automatically atafungua milango ya huruma yake kwako wewe. Kwa nini? Radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziko pamoja na radhi za wazazi wawili, na chuki za Allah subhanahu wa ta'ala ziko pamoja na chuki za wazazi wawili. Lakini pia miongoni mwa faida nyingine ya pili, albarakatun fi rizqi wa tulul umri, katika fadhila na faida ya kuwatii wazazi wawili, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa upana wa riziki. Allah atakufungulia riziki. Kama zilikuwa ni finyu penye unawatii wazazi wawili, unatanguliza chochote kwa wao, unatanguliza maneno ambayo ni mazuri, wakati mwingine hata kama riziki hauna, basi Allah atakufungulia milango ya riziki. Allah atakufungulia milango ya riziki, lakini pia Allah atakujalia urefu katika umri. Kama qadari ilikuwa ni umri miaka 50, basi Allah atakuongezea bikadri ma shaa, wa qadri atakavyotakia Allah subhanahu wa ta'ala. Na faida ya tatu, ndugu zangu Waislamu, rahatul qalbi wa tama'ninatun an-nafsi, ni mwanadamu kupata ile furaha ya moyo. Yani kumtendea wema mzazi ni hali ya furaha. Unaonaje leo waenda kwa mama yako? Unaonaje leo unaenda kwa baba yako, unafika pale wamtolea salamu, wamwangukia kwenye kifua au wambusu mkono au wambusu kwa paji la uso? Furaha ina namna gani? Haya ni mambo ya sunna kuyafanya Muislamu, japo leo tumeona kwamba ni mambo ya kizungu ya kimagharibi. La, haya ndio mambo ya Uislamu. Unapoenda kwa mama yako, mkumbatie mama au baba, lakini pia mbusu kwenye mkono wake au mbusu kwenye paji la uso. Ni sehemu ya upendo ya kumpenda mzazi. Ndugu zangu Waislamu, so leo waishi kama adui bainaka wa baina abi wa ummi, baina yako na baba, kama waishi kama vile nini? Inabidi iwepo ile ihtisam, mshikamano baina yako na baba na mama, lakini pia na furaha iweko. Na furaha haiji hivi hivi kwa salamu tunapoondoka, la, lazima mtaniane na mama yako na baba yako, lazima mchokozane katika uchokozi ambao ni waheri, ambao ni wa kujenga, kwa sababu wataka furaha kubwa zaidi kutoka kwa wewe sasa hivi hawa wazazi wawili. Ayuha alahibba, enyi ndugu zangu katika imani, linahrisu jami'an ala birri alwalidain fi hayatihima wa ba'da hayatihima, ay ba'da almamat. Tuwe na pupa, tuwe na hirsi, tukimbilie zaidi kuwatendea wema wazazi wawili wakiwa hai leo hii, kwa sababu ni baba min abwabil janna. Au wazazi wawili uwepo kwao hai katika dunia hii ni mlango miongoni mwa milango ya janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Madha yaqulu Mustafa sallallahu alayhi wasallam, atuambia nini Mtume sallallahu alayhi wasallam? Yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, raghiba anfun man adraka abawayhi falam yudkhilhum aljanna, ametoka patupu na amepata hasara yule mtu ambaye amewadiliki wazazi wake wawili wakiwa hai akaishi nao, lakini haikuwa sababu ya yeye kuingia ndani ya janna ya Allah subhanahu. Hakuna hasara kama hii ndugu zangu katika imani. Endapo umediriki wazazi wako wawili au kamkuta yuko hai mzazi mmoja, fabarrahuma, watendee wema hao wazazi wawili, liannahuma ni'matun 'adhimatun min Allah, kwa sababu hao wazazi wawili ni neema ambayo ni kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na neema hii haiji mara mbili. Leo una mzazi, kesho ukampoteza, basi fantaha, hilo jambo limekwisha na utabaki katika nadam. Ndio maana katika historia utaangalia masahaba ridwanullah alaihim walikuwa wanalia sana endapo wanapoondokewa na mzazi, iwe ni mmoja au wote wawili, basi walikuwa umia ndani ya vifua vyao kwa kuweza kuondokewa na hawa wazazi wawili, kwa sababu ni neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuwagea wakati huo. Walidhalika fahifadhuhuma, fahifadhini wazazi wawili na muweze kuwatendea wema, wa Allah subhanahu wa ta'ala yuzikum khairal ujurat, atakupeni malipo ambayo ni mema kutokana na kuweza kuwatendea wema hawa wazazi wawili. Wallahu waliyyu tawfiq.